Karibu Story vs Swahili, na leo tunakuletea simulizi nyingine, simulizi inayoitwa Mwisho wa Mapenzi, Mwanzo wa Huzuni na Majuto Yasiyoisha. Mwisho wa mapenzi ni mwanzo wa huzuni, na mwisho wa huzuni ni mwanzo wa mapenzi. Na hii ndiyo iliyotokea kwa Neema na Adrian. Wakati ambao Neema alidhani amepata penzi, ukawa ndio wakati aliopata maumivu ya moyo wake kuvunjwa na mapenzi. Na wakati ambao Adrian alidhani amepata penzi, alijikuta akipata maumivu yaliyosababishwa na ujinga wake wa kutotambua thamani ya mapenzi, kiasi cha mioyo yao kujaa maumivu ya kutotambua upendo halisi na thamani yake. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Adrian. Alijulikana mjini kwa haiba yake ya kuvutia, tabasamu mwanana na uwezo wa kushawishi hasa wanawake kiasi cha kujisikia kama wapo pekee duniani. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Adrian hakuwa mtu wa kudumu na mwanamke mmoja. Alikuwa ni playboy wa uhakika. Alipenda raha za muda mfupi kuliko mahusiano ya kweli ya kudumu. Kwa miaka mingi aliishi maisha ya starehe. Simu yake haikuwahi kukosa ujumbe wa mapenzi, na kila wiki kulikuwa na mwanamke mpya karibu naye. Marafiki zake walimpongeza, wakimwonea wivu kwa uhuru wake na kupendwa kwake. Adrian alicheka huku akijiona mwamba. Lakini mambo yalianza kubadilika taratibu. Yalibadilika pale alipokutana na Neema. Neema hakuwa kama wengine. Hakuvutiwa na maneno matamu wala zawadi ghali. Alikuwa mtulivu, mwenye msimamo, na aliyethamini uaminifu kuliko kitu chochote. Kwa mara ya kwanza, Adrian alijikuta akihangaika kumvutia mtu ambaye hakuwa rahisi kuyumbishwa. Na polepole bila kutarajia akaanza kumpenda kwa dhati. Moyo wa Neema haukuwa chuma, ulikuwa ni kama barafu. Hivyo joto la upendo lilivyozidi, ulianza kuyeyuka na Neema kujikuta akimpenda Adrian. Maneno matamu ya Adrian na ahadi za kuvutia zilitosha kumwaminisha Neema kuwa lili ni penzi la kweli. Neema alimpokea Adrian moyoni, akamkabidhi mwili wake. Adrian akautamani mwili wa Neema, hivyo akaliomba tunda lake. Pasi na choyo, Neema akampa. Adrian akala, akashiba, akasaza, akasahau ahadi zote alizompa Neema. Akaanza kumuona Neema kama wanawake wengine, akasahau namna alivyopambana kumpata. Neema akaanza kuona utofauti kwenye mienendo ya Adrian. Maana alipoa hakuwa mtu kama mwanzo. Ilikuwa kazi kuiona simu wala meseji ya Adrian, na kila alipomtafuta alijibiwa ni ubizi wa kazi. Neema aliziona dalili za usaliti, lakini alichagua kuamini kuwa penzi bado lipo imara. Mpaka pale alipoambiwa na Adrian kwa yeye ni king'ang'anizi kama ruba, hajui kusoma alama za nyakati, kujua kuwa penzi lishaisha. Maumivu yalikuwa makali katika moyo wa Neema. Hakuwa tayari kuliacha penzi lake lipotee. Alilifanyia dua na kulipambania, lakini penzi lile lilikuwa kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Bila msingi ni rahisi kuanguka. Penzi lilipokuwa linaanguka, Neema alikuwa kama nguzo kulishikilia. Lakini moyoni, kwenye moyo wa Neema, ubaridi ulikuwa unaingia na barafu ilikuwa inajitengeneza. Alivumilia mengi, vituko na vitimbu vya Adrian visivyokwisha. Kilichomuumiza Neema zaidi ni pale alipomkuta Adrian akiwa na rafiki yake wa karibu, Lisa, wakiwa watupu kitandani, hali iliyo
ikidhihirisha kuwa tayari tunda lilishaliwa. Kwa dharau, Adrian alimwangalia Neema huku akimchukulia kama mtu anayejipendekeza. Neema aliyabeba maumivu na dharau huku akiondoka kwa unyonge. Moyoni alidhamiria kutokumruhusu Adrian. Moyoni mwake alijenga uzio mzito wa kihisia dhidi ya Adrian. Siku, wiki, mwezi zilipita bila Adrian kumuona Neema wala kuona simu ya Neema. Alianza kuhisi kitu kimepungua kwenye maisha yake. Hakuna kilichokuwa kimebadilika isipokuwa safari hii yule mwanamke ambaye Adrian alimuona kama anajipendekeza kwake hakuwa na muda naye tena. Neema hakujali chochote kuhusu Adrian. Neema alimshuhudia Adrian akiwa na wasichana wengine wala hakujali tena. Adrian alianza kuumia kihisia. Kwa nini Neema hajali kuhusu yeye? Neema akiwa na utafuta uponyaji wa moyo, Deo aliingia katika maisha yake. Deo alikuwa na kile Neema alichokikosa kwenye maisha yake, yani upendo. Hakuwa karibu na Neema kwa ajili ya mwili wake, alidhamiria kuuteka moyo wa Neema. Alikuwa mtu aliyetanguliza upendo na kujali kabla ya tamaa ya mwili. Kifupi, alikuwa tofauti na Adrian. Adrian alipoona ukaribu wa Neema na Deo, wivu ulianza kumuingia. Hakusubiri tena kutafutwa na Neema. Safari hii alikuwa kwanza kumpigia simu kumtafuta Neema. Neema alipopokea hakuwa na shangwe naye tena kama ilivyokuwa mwanzo. Ilikuwa wazi thamani ya Adrian kwa Neema ilishashuka. Kadri Adrian alivyojaribu kupambana kumpata Neema, ndivyo Neema alivyozidi kwenda mbali naye, huku Deo akizidi kuwa karibu na Neema. Adrian aligundua kuwa kile alichokuwa kikihisi ndani ya moyo wake ulikuwa ni upendo wa dhati kwa Neema. Aligundua kuwa alimpenda Neema kiasi kwamba akaanza kutathmini namna alivyomuumiza Neema. Aliyagundua maumivu aliyompa Neema na kuwapa kama akimpata tena atamfanya awe mwanamke mwenye furaha zaidi. Kwa muda Adrian alijaribu kubadilika, akaacha tabia zake za zamani, akajitahidi kuwa mtu bora. Lakini kivuli cha maisha ya awali kilimfuata. Alipojaribu kuonesha kuwa amebadilika, Neema hakujali. Neema hakujali kwamba Adrian alikuwa akijaribu kubadilika. Kwake uaminifu uliopotea, hakuwa na nafasi nyingine tena. Penzi lilikuwa limeshavunjika na ilikuwa sio rahisi kukota vipande kuviunga tena na kulipata tena penzi lilo imara. Uhusiano wa Adrian na Neema ulifika kikomo, huku uhusiano wa Deo na Neema ukizidi kuwa imara. Adrian alijaribu kupambana ili apate penzi la Neema, ila hakufanikiwa. Maana Neema alishajikuta akimpenda Deo kwa namna ambayo ilikuwa sio rahisi kuvunja uhusiano wao tena. Na Deo alikuwa akimjali na kumpenda Neema namna ambayo Neema alikuwa hajai kupendwa hapo kabla. Moyo wa Neema ulikuwa umeshachukuliwa na Deo tayari, kiasi kwamba Neema aliridhia ndoa kwa Deo. Alikubali kuwa mke wa Deo. Ilifika siku ya ndoa ya Neema na Deo, ndipo Adrian alipotambua kuwa tayari alishampoteza Neema. Siku hiyo Adrian hakupiga kelele wala kulia. Alibaki kimya, akimtazama Neema akiondoka na kila ndoto yake. Neema alikuwa akiondoka kwa furaha kwenda kwa mumewe, lakini Adrian alikuwa akiondoka kwa huzuni kurudi nyumbani. Usiku huo kwa mara ya kwanza Adrian alijikuta akilia. Alilia si kwa sababu ya upweke, bali kwa sababu aligundua kuwa amempoteza mtu wa kipekee kwa sababu ya tamaa zake mwenyewe. Ilikuwa zamu yake kuugulia maumivu huku akishuhudia furaha ya Neema. Ulikuwa ni mwisho wa huzuni na mwanzo wa mapenzi kwa Neema.
lakini ulikuwa ni mwisho wa mapenzi na mwanzo wa maumivu kwa Adrian. Miaka mingi ilipita. Adrian hakurudi kwenye maisha yake ya zamani. Alijaribu kujenga maisha mapya yenye utulivu na heshima, lakini ndani yake kulikuwa na pengo lisilozibika. Kila alipoona watu wakicheka kwa furaha ya mapenzi ya kweli, alikumbuka kile alichopoteza. Siku moja alimwona Neema kwa mbali akiwa na familia yake, akicheka kwa furaha ambayo hakuwahi kumpa. Hakumsogelea wala kuita jina lake. Alisimama tu akitabasamu kwa uchungu. Hapo ndipo alielewa kikamilifu, maisha starehe ya muda mfupi yanaweza kuonekana matamu, lakini gharama yake inaweza kuwa kubwa sana. Kupoteza kile ambacho kungeweza kuwa cha milele. Neema alibaki na Deo wakiishi maisha ya furaha, lakini Adrian alibaki na upweke na maumivu ya mapenzi, na huu ukawa mwanzo wa majuto yake yasiyoisha. Na huu ndo mwisho wa simulizi leo, mwisho wa penzi, mwanzo wa huzuni na majuto yasiyoisha. Kupitia hapa Story vs Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata maudhui yetu mapya kila siku.